For the past 2 years, Beatrice Afande, who lives in the sprawling Podamali estate in Naikuru County, has known no peace and comfort. Languishing in misery and poverty, her chest lives with emotions and sorrow as she struggles to string together a sentence during a conversation with 2 neighbors who have just called in at her single-roomed mud-walled structure she calls her home. In February last year, she was diagnosed with acute myeloid leukemia, a type of cancer that affects the blood and bone marrow. The 31-year-old single mother does not have money for treatment, even as her situation becomes worse. Ms. Afande depends on well-wishers for food, drugs, rent, and even transport for the routine visits to hospital. She started managing her condition using painkillers, believing that it was just a normal discomfort and the self-medication would return her to normalcy. But that was not to be. The agony persisted as she now also felt fatigued and lost weight significantly, pushing the mother of 2 to the brink of depression as she sought cure for her ailment. As her pain got more severe and could not be numbered by painkillers, a neighbor convinced her to seek professional opinion from physicians at the Naikuru Level 5 Teaching and Referral Hospital. But the doctor suggested a hemogram, a blood count, just a routine checkup. It was a test on her blood component, including the red blood cells, white blood cells, and platelets. According to Ms. Afande, it was after visiting hospital after hospital with hopes of being cured of the mysterious ailment that physicians at the Level 5 hospital finally diagnosed the cancer. Exactly a year after the diagnosis was made, Ms. Afande has not started treatment for she has no money. She does not have the National Hospital Insurance Fund NHIF cover and depends on friends, well-wishers, and relatives. Due to lack of money, she has also been unable to have another sample of her bone marrow analyzed by doctors to determine whether a bone marrow transplant is needed or not. Managing this condition, she adds, is a very expensive, especially with the numerous blood transfusions that one needs. Getting a single meal for the family is already a struggle. For her son, Master Otieno, who wrote his Kenya Certificate of Primary Education KCPE examination, he would be ordinarily focusing on academic matters at Naivasha Boys, where he was scheduled to report for his Form 1 studies 3 weeks ago. But that is not the case, as he is yet to be admitted due to lack of school fees. The 14-year-old who sat his KCPE at Angalo Primary School and scored 308 marks has been juggling between taking care of his younger sibling and feeding for his ailing mother. One can easily tell life has been tough for the young boy, who is eager to continue with his education and realize his dreams of being a lawyer. Ms. Afande explains that before she fell sick, she depended on menial jobs to raise money for food and rent, but with her current condition, she cannot afford his fees. Master Otieno points out that his sister Athiebo is the most hard hit. She has been cancelled, but she has kept a studious silence and has become a homebody. He says he hopes to uplift the family, community, and the entire country once he is done with schooling. He appeals to friends, well-wishers, and the government to intervene to ensure he continues with his education. Mimi naitwa Jean Wangui na tunaishi hapa Broti na huyu mama na watoto wake. Sasa tunakaa na hawa watoto, sisi ndio tunawapeanga chakula. Kile mtu anapika anawaletea. Hata majirani hao wengine wako next wanawaletea. Sasa si unajua sasa mama siku nyingine akatuma mtoto wake akamweleza aenda ueleze mama Mburu akuje. Mimi nikukufa ninakufa. Enyewe nikaenda. Saidi nimkuta hapo kwa kitanda, akanieleza yeye amelemeo kabisa. Mdomo ilikuwa white kabisa. Macho ilikuwa imeenda ndani. Mimi nikakimbia huko kwa ule MCA. Nikakuta hawa wanakuanga ofisi. Nikawaeleza mimi ni mgonjwa na ninataka mnipatie chakula na mnipeleke hosi. Wakanieleza wewe ni mgonjwa wapi? Nikamueleza kama huyo msichana ni kama wangu. Kama amegojeka ni mimi nimegoje, ni mimi nimegojeka, nimejifarisa hiyo kiatu. Sasa wakanieleza hata hawana na chakula. Mimi ndio hiyo bio nikaenda kwa chief. Nikamkuta. Sasa nilikuta chief nikamueleza hivyo. Chief akanieleza sasa wasa nitumane watu wa nyumba 10 wakuja mshukuru mpeleke ni hosi. Sasa tuongeage mambo mengine hosi. Sasa chief akapeana pesa akapeleka hosi. Hata mama mwingine yuko hapo ndio alimfarisa mangoji alikuwa hivyo. Sasa akapeleka medical. Kupeleka medical ndio akalaso. Sasa amekuwa na jukumu kubwa sana. Sasa Saidi alilaso mimi nilikuwa nimeeleza
mash MCA nilimweleza na nikampigia simu. Saidi yenyewe nimpigia simu nikamweleza MCA tumelemewa. Ndiko na mgonjwa hako hapa. Na nikamweleza ni mgonjwa na sasa mpaka sasa amepelekwa medical. Hiyo nyumba haina kitu ya kukula. Na malipo imetakikana huko medical. Akanieleza tuko na ngapi naye atoe nusu. Nikamweleza hata ile tunapata hata majirani tunapata ya kupatia watoto chakula. Na hiyo nusu alitoa? Kutoa. Ndio tuone ya watoto hiyo nyumba isikatae kunuka kitunguu. Kwetu kunanuka kitunguu na kwa hawa watoto hakunuki kitunguu. Sasa hakutoa hata nusu. Ungehitaji kuomba kwa niaba yake nini? Ungehitaji kuomba kwa niaba ya huyu mama nini? Ungetaka kuomba nini? Mimi kile ninaomba kwa huyu mama ni mumsaidie. Mumsaidie hata mpepo hapari ya kukaa. Akuwe akilipio nyumba hata mtiona kaburoti mumununulie. Je, sasa atakuwa akilipangio na nani? Kama ya chakula inakosa itakuwa ikitokanga wapi? Sisi majirani yenyewe sasa ni hata tunaelekea ni soko tunaenda tukunanunua ile kitu unanunua unapea watoto, mnapea watoto majirani wanapea watoto. Na ni wajirani wazuri sana. Hata Disemba walichanga pesa ndio hata wanunulia watoto hawa unga na kanyama. Jiri mtoto asiende kusimama kwa jirani akisikia kanyama kananu na chapu inanuka. Na sasa huyo mtoto hajaenda shule. Na mtoto huwa hajaenda shule na anataka shule. Saa nyingine namkutanga hapa amejishika hivyo. Nikamweleza hebu nikuja unisaidie maji hii unibebe tubebe na ndio mawazo yake unaona ako na mawazo kubwa anajishika hapa kwa mlango. Ninamuuliza unafikiria nini? Hakuna. Nini unafikiria? Hakuna. Huyo mtoto nikamweleza nichukue imaji tuende nayo nipeleke tuende nayo kwa nimweke hapo ya kufua manguo. Akanibembea. Tumeshikania naye kirai jana. Ni jana au ni juzi? Ni jana. Jiri ninaona mafikirio sasa ninamtaka anajishikilia hivyo kabisa. Na unaona mafikirio yake ni masomo na kufikiria mama yake. Ako na mafikiri ya mama yake na ako na nini na dada yake naye waliwachia shule jili ya kuangalia mama yake. Kutoka mtoto huyu mama yake agojeke, unaona sasa ndio anapeleka mama yake choo kumbebea maji jili ya kuweko maji. Anambebea anamsimamia hapo kwa mlango tena anarudi na yeye. Huyu mtoto hata yeye amepitia na ndio aliwacha shule na mtoto anatakaga kusoma. Hawana bere hawana nyumba hata mumeona nyumba vile iko. Kwa kulala wanalala nje, wanalala chini. Sasa kile mtusaidie tu, nimeomba nyinyi. Serikali mtusaidie tu jili ya huu mama. Mkimuokoa mumeokoa Mungu. Na mmesimama na Mungu. Mimi naitwa Jane Wangui na tunaishi hapa Broti na huyu mama na watoto wake. Sasa tunakaa na hawa watoto, sisi ndio tunawapeanga chakula. Kile mtu anapika anawaletea. Hata majirani hawa wengine wako next wanawaletea. Sasa si unajua sasa mama siku nyingine akatuma mtoto wake akamweleza aenda ueleze mama Mburu akuje. Mimi nikukufa ninakufa. Enyewe nikaenda. Saidi nimkuta hapo kwa kitanda akanieleza yeye amelemewa kabisa. Mdomo ilikuwa white kabisa. Macho ilikuwa imeenda ndani. Mimi nikakimbia huko kwa ule MCA. Nikakuta hawa wanakuanga ofisi. Nikawaeleza mimi ni mgonjwa na ninataka mnipatie chakula na mnipeleke hosi. Wakanieleza wewe ni mgonjwa wapi? Nikamueleza kama huyo msichana ni kama wangu. Kama amegojeka ni mimi nimegojeka. Nimejifarisa hiyo kiatu. Sasa wakanieleza hata hawana na chakula. Mimi ndio hiyo bio nikaenda kwa chifu. Nikamkuta. Saida nilikuta chifu nikamueleza hivyo. Chifu akanieleza sasa wasa nitumane watu wa nyumba 10 wakuja mshukuru mpeleke nini hosi. Sasa tuongeage mambo mengine hosi. Sasa nini chifu akapeana pesa akapeleka hosi. Hata mama mwingine yuko hapo ndio alimfarisa manguji alikuwa hivyo. Sasa akapeleka medical. Kupeleka medical ndio akalaso. Sasa amekuwa na jukumu kubwa sana. Jiri sasa Saidi alilazo mimi nilikuwa nimeeleza mash MCA nilimueleza na nikampigia simu. Saidi nimpigia simu nikamweleza MCA tumelemewa.
ndiko na mgonjwa hako hapa. Na nikamweleza ni mgonjwa na sasa mpaka sasa amepelekwa medical. Hiyo nyumba haina kitu ya kukula. Na malipo inatakikana huko medical. Akanieleza tuko na ngapi naye atoe nusu. Nikamweleza hata ile tunapata hata majirani tunapata ya kupatia watoto chakula. Na hiyo nusu alitoa? Kutoa. Ndio tuone ya watoto hiyo nyumba isikatae kunuka kitunguu. Kwetu kunanuka kitunguu na kwa hawa watoto hakunuki kitunguu. Sasa hakutoa hata nusu. Ungehitaji kuomba kwa niaba yake nini? Ungehitaji kuomba kwa niaba ya huyu mama nini? Ungetaka kuomba nini? Mimi kile inaomba kwa huyu mama ni mumsaidie. Mumsaidie hata mpepo hapari ya kukaa. Akuwe akilipio nyumba hata mkiona kaburoti mumununulie. Je, sasa atakuwa akilipangio na nani? Kama ya chakula inakosa itakuwa ikitokanga wapi? Sisi majirani yenyewe sasa ni hata tunaelekea ni soko tunaenda tukunanunua ile kitu unanunua unapea watoto, mnapea watoto majirani wanapea watoto. Na ni wajirani wazuri sana. Hata Disemba walichanga pesa ndio hata wanunulia watoto hawa unga na kanyama. Jiri mtoto asiende kusimama kwa jirani akisikia kanyama kananu na chapu inanuka. Na sasa huyo mtoto hajaenda shule. Na mtoto huwa hajaenda shule na anataka shule. Saa nyingine namkutanga hapa amejishika hivyo. Nikamweleza hebu nitukuja unisaidie maji hii unibebe tubebe na ndio mawazo yake unaona ako na mawazo kubwa anajishika hapa kwa mlango. Ninamuuliza unafikiria nini? Hakuna. Nini unafikiria? Hakuna. Huyo mtoto nikamweleza nichukue imaji nituende nayo nipeleke tuende nayo kwa nimweke hapo ya kufua manguo. Akanimbembea. Tumeshikania naye kirai jana. Ni jana au ni juzi? Ni jana. Jiri ninaona mafikirio sasa ninamtaka anajishikilia hivyo kabisa. Na unaona mafikirio yake ni masomo na kufikiria mama yake. Ako na mafikirio ya mama yake na ako na nini na dada yake naye waliwachia shule jiri ya kuangalia mama yake. Kutoka mtoto huyu mama yake agojeke, unaona sasa ndio anapeleka mama yake choo kumbebea maji. Jiri ya kuweko maji. Anambebea anamsimamia hapo kwa mlango tena ama anarudi na yeye. Huyu mtoto hata yeye amepitia na ndio aliwacha shule na mtoto anatakaga kusoma. Hawana mbele hawana nyuma hata mumeona nyumba vile iko. Kwa kulala wanalala nje, wanalala chini. Sasa kile mtusaidie tu, nimeomba nyinyi. Serikali mtusaidie tu jili ya huu mama. Mkimuokoa mumeokoa Mungu. Na mmesimama na Mungu. And again, she does not have a well with the radio. Hata radio anamfukuza huyu. Wako na shindwa. Hii maradio ndio kwa mbaya. Nini kwa kufukuza? Yes. Ariani, how are you? Sawa. First I saw here when I left you was the chief. Na chief ndio alikuletea hiyo dawa unaona. Wala tuandishie pale. Mama anakana donation ya chakula. Usipomletea, that is becoming too difficult. Watoto ndio hawa wanakumbuka mama yao. Unasikia aje? What is mother going to do?
Aka chini hapo tu. Nataka kuja kijana ni wapande. Na hiyo umenipea nafanya nini? Si ushike tu. Huyo mtoto. Yaani uko na ukisikia umelemewa usistrain. so anasema hawezi fika